come and glorify your holy name. We are here to declare your goodness in my lives, oh God. We are here to testify that it's all about you. Yes, yes, hallelujah. We worship you, God. We worship you, Jesus. We worship you, King of Glory. We worship you in this place, oh God. We worship you in this place, my Father. We worship your holy name this morning, oh God. We worship your mighty name this morning, Jehovah. It's all about you, King of Glory. Wewe unatosha Bwana, wewe unaweza. Asante kwa kibali ambacho umetupa Yesu. Bila wewe Bwana siwezi. Bila wewe Bwana siwezi. Bila wewe Bwana siwezi. Bila wewe Bwana
Mana pekee tu hatuwezi. Mana pekee tu hatuendi Baba. Tunakutamani Baba. We need you this morning Baba. Tunakuhitaji neema yako siku ya leo. Tunahitaji neema yako siku ya leo Mfalme. Maana hakuna kama wewe. Asante Bwana. Thank you Jesus. Asante. Hallelujah. Father, we thank you. We give you worship this morning. We give you praise. We adore you, Lord, for your mercies upon our lives this morning. Lord, we are in your presence. We welcome your power, your Holy Spirit, oh God. Come and speak unto our lives, oh God, for besides you, Lord, we do not have another Father. We have seen you in our midst, oh God, and we want to experience more of you, O King of Kings. And Lord, as we are going to share your word, come and speak unto us, O King of Kings. To they that are watching us, O God, also they that are listening unto us, O King of Kings, we speak a blessing. Let them be part of our word this morning, because, O God, you have called us to worship you, God. And as we begin, we ask the Lord, begin with us. To the end of the service, also, Lord, to the end of the day, all the glory and all the honor shall be unto you. Take all the glory, take all the praises, take all the adoration, take all the honor, God, for besides you, Lord, we have no any other Father. Receive our worship this morning. Receive everything, the Lord, we are doing here for you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, amen. Bwana asifiwe. Wale ambao tuko ndani na wale ambao mnatutazama, wale pia ambao muko nyumbani mnatusikiza, ningependa nichukue fursa hii to welcome you to the word of God this morning. It's a blessing unto us that God has given us this day. We have to rejoice over this day. We have to be happy in this day, because it's our day that our God has given unto us. So I want to welcome you all, wherever you are watching us from, wherever you are listening us from. I know that God is going to bless us all in Jesus' name. So feel most welcome. And we are coming live from Nyamataro P.A.G Church. And anayewazungumzia neno la Bwana asubuhi ya leo ni mtumishi wa Mungu David Nyamweya. So welcome. Amen, amen. Amen. Kwa sababu ya muda ningependa tu tuende kwa neno la Bwana moja kwa moja. And I know that God is going to speak unto us in a mighty way. In Jesus' name. So I want us to share on a topic that I named Dare to Trust in the Lord. Yes, dare to trust in the Lord. You know, sometimes when we as human beings huwa tunamtumainia Bwana kwa mambo mingi. And in all those things that we trust God in, some of them takes long time to come through. So many of us come tired of waiting upon God. Some of us gives up.
Because we see that God has delayed. Some of us maybe thinks that God is not able. But this morning I want to encourage you. I want to encourage somebody that you should not give up. In all things, God is in control. No matter how long it will take, no matter what conditions it will require, you just believe in the Lord. He who that created you has a purpose with your life. It will take a long time for Him to fulfill your prayer, for Him to answer your cry. But I want to urge you this morning, dare to trust in the Lord, for He is good. All that He has promised shall come to pass in the name of Jesus. So challenges may come. You may pass through fire. You may pass under difficult situations until you see that there is no God, until you say that it's over with me. But I want to urge you that your testimony, God is working on it. In the name of Jesus, the Lord is working on your testimony. So keep on trusting in Him, and He shall do you good. In Jesus' name. In the book of Exodus, chapter number 14, and the verse 4. I want us to read it. Exodus chapter 4. The Bible says, verse 4, and I will harden Pharaoh's heart, and he will pursue them. And I will get glory over Pharaoh and all his host. And the Egyptians shall know that I am the Lord. And they did so. Yeah. Amen. Praise God. Here we find God. Long ago, when we read from the beginning we find that God made a covenant with the children of Israel. Even though they were in captivity in the land of Egypt, the Lord swore to their forefathers that after a long time He will deliver them from the land of Egypt. So they passed through challenges of every kind in the hands of Pharaoh. Waliteswa sana. They cried day by day. They reminded God that God, our God, the God of our ancestors, you promised us that you will deliver us. You promised us that you will set us free. You swore that you will deliver us from the hands of Pharaoh. So their cry reached to God, and God decided to deliver them. So hawakuwa waamini ya kwamba Mungu aliona ya kwamba hawa watu nikiwatoa tu hivyo hawataamini ya kwamba ni mimi.
So Mungu akafanya roho ya Farao ikakuwa ngumu kabisa. So akawatesa kabisa. So Mungu anamtuma Musa. Mahali ambapo tumesoma Moses ako mbele ya Farao. Wana wa Israeli wako hapo, na wa Misri pia wako pale. So the Lord amefanya Farao asiwaachilie. Farao amekwama kabisa na Waisraeli, anasema ya kwamba hamutoki hapa. God began to do miracles before the eyes of Pharaoh and the Egyptians, before the children of Israel and Moses, so that everybody can believe ya kwamba haya matendo si ya Musa, ni ya Mungu. Why God is doing this? He wants these people to trust in him, ya kwamba hata atakapoanza safari pamoja na wao atawaongoza mpaka wafikishe. Bwana Yesu asifiwe. Yule Mungu aliyekuwa na wana wa Israeli, yule aliyefanya miujiza mbele ya Farao na wana wa Israeli, ndiye Mungu ambaye yuko leo. Those miracles that he did, he is able. He can do today. Just dare to trust in him. In all things, trust in the Lord. So Pharaoh hardened his heart. God did many miracles. It was not easier until his son died. When his first son died, he said, it's now enough. I'll let you go. So they began their journey. Hallelujah. They were going to the land of Canaan. The Bible says that the land that they were to be given, it was a land that was full of honey and milk. So everybody was excited. But as they were moving from the land of Egypt, they reached at the Red Sea. Here, the sea. Besides them, the Bible says tall mountains. Then behind them now, Pharaoh said, no, we will not leave these people go. If they go, who is going to help us? Who is going to do this work that they have been doing to us? So when the eyes of Israel looked behind, they saw Pharaoh and his army coming. When they look forth, they see sea. Wanapotazama kando kando, wanaona milima. So they became terrified. Praise God. Their hope that they had, their channel that they, unajua mtu ukiwa umepangia safari, umepangia safari, unaona vile iko, halafu unakuta changamoto hapo mbele, inakurudisha nyuma. So they were shaken. Their hearts were troubled. They began to cry to Moses again, telling him, Musa, why have you done this to us? Where are we going? We are going to die because Pharaoh is following us. Praise the Lord. They saw no way. They had no hope of moving. But God
who made a covenant with them he was with them. So they cried again to Moses, and Moses asked God, hallelujah, God, what shall I do so that these people that you have given me wafike mahali ambapo uliwaahidi? Na Mungu anamwambia nyosha fimbo yako against the sea. The Bible says there was a way for the children of Israel. The Bible describes that way. It was not just a way. It was a wide way. In fact, it was a highway that the Lord made in the midst of the sea for the children of Israel to pass through. Praise God. Here there is somebody ambaye amefika katika bahari ya Sham. Ulianza mwaka huu ukiwa na imani. Ulikuombea mahali hapa ya kwamba mwaka huu utakuwa mwaka wako. And you took that faith. You began the journey. Huko unaamini ya kwamba mtoto wako atapita mtihani. God has done it. Umefika wakati shule zinafunguliwa kesho. Maswali yameanza kuwa mengi. Umeona ya kwamba umefika mwisho. But I want to encourage you. Mahali ambapo umefika sio mwisho. Our God who began this year with you is the same God. The God that who gave you that child is the same God. He is able to make a way where seems to be no way. You dare to believe in Him. Let your hope be in Him. All times trust in Him. I want to assure you that our God is God of miracles. He is not like a man. The Bible says that our God is not like a man, so that He may not fulfill His plans and the promises. Whatever that He has promised us shall come to pass in Jesus' name. So trust in the Lord. The Bible says in the book of Psalms that they that trust in the Lord, they are like Mount Zion. Oh, they will never be moved. In the name of Jesus, they are to trust in the Lord. He will strengthen you. He will make you as strong as Mount Zion. No challenge, no temptation, no fire, no, actually nothing shall shake you, for you trust in the Lord who is more strong. Mungu na akutie nguvu. Mahali ambapo umeona ya kwamba umefika mwisho, the Lord is making a way there just for you. Dare to trust in Him. Verse 13 of Exodus chapter 14. Verse 13. The Bible says, and Moses said to the people of Israel, to the people, fear not, stand firm. See the salvation of the Lord, which He will work for you today. For the Egyptians whom you see today, you shall never see again. Musa akairanĩria abantu timuoboa motenene bakongu igo na mororebu na omonene arabatorie ero na kiaba Misiri
abamorocherero iga timoko barona ende no nyangake. Verse 14, the Bible says, the Lord will fight for you, and you have only to be silent. Omonene nabarwanere inwe na inwe mokire kiri. Praise God. Here once again Moses is encouraging the children of Israel. He is telling them, even though where we are preached, even though here where we are, whatever that we are seeing, even though it seems to be difficult, seems to be no way, Pharaoh is behind us. Besides us is mountains. He is encouraging people. He is telling them, fear not and stand firm. I want to encourage somebody who is almost giving up, that it's not by your power you will win. It's not by your power you will succeed. It's not by your own power you will overcome the challenges that you are passing through, but by the power of the Lord. So trust in the Lord. Fear not. Stand firm. For those challenges that you are seeing today, that fire you are going through today, it will never last longer, because the Lord whom called you, the Lord who created you, He has come to prepare a way for you. So the Pharaoh, Moses is telling the children of Israel that these Egyptians that you are seeing today, they are just lasting for a while. After a short while you will never see them again. Kwa hivyo hayo mambo ambayo unayapitia leo, hata kama yako machungu sana, sometimes yanachoma kama moto, unajaribu kujisaidia kwa njia zako mwenyewe, unashindwa, inashindikana. Ningependa nikutie moyo asubuhi ya leo ya kwamba yeye yule aliyetuita, yule ambaye aliyetuumba kwa mfano wake, ako tayari na atatuokoa. Anajua ya kwamba tuko katika shida, na yeye ako karibu kutusaidia. In the book of John chapter number 16 and the verse number 33. Something here Jesus is telling people. This is what the Bible says in John chapter number 16 and the verse 33. The Bible says, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulations, but take heart, I overcame the world. aya na batebirie elinde monyale koba no molembe imeyane asense na monyole mechando kolendere mioyo nche na buirense. Praise God. Amen. This is Christ Jesus himself telling his disciples and others. Kristo Yesu akotebia abatumwa baye. He's saying that in the world, we will face a lot of challenges, tribulations of every kind. We will pass through fires. We will pass through waters, wars of every kind, difficulties of all kinds. That he is
encouraging us that he passed through this and he overcame. So he knows that the world that we are living in is full of troubles. Hallelujah. Hallelujah. Your situation that you are passing through is known by God. Yes, whatever that you are passing through, God is aware of it. Praise God. And he has come, this word has come to encourage us that we should take heart in whatever that we are passing through. You who that we are trusting him, he overcame the world. He overcame all these challenges. And here is encouraging us. He wants us to take these words of him so that we may not be terrified when we pass through challenges. He wants us to be encouraged when we are passing through fire, because he won, he overcame, we shall overcome also. So let us dare to trust in the Lord. Even when you see that I will not trust in him, it's enough, I have waited enough. Dare to trust in him. In Jesus' name. When you read in the book of Daniel, from chapter number 1 downwards, here we find 3 men. We find Shadrach, Meshach, and Abednego. They were servants of God. Hallelujah. Hallelujah. They knew their father. They knew their creator. So even when they were told to worship another God, they said no. We will never bow before another God than our God who is in heaven. May it be known to you, O King, that if this God that we are trusting him, this God that we have been waited for, this God that we serve, will not deliver us from your hands, we will never bow. We will never bow to worship your gods. And in the book of Daniel, chapter number 13 and verse 20, chapter number 3 verse 25, I think we have to read it. Daniel chapter number 3 verse 25. The Bible says, he answered, this is the king now saying these words. He answered and he said, but I see 4 men and bound, walking in the midst of fire, and they are not hurt, and the appearance of the 4th man is like a son of the gods. Yeah. Nawono nindoche abantu bane basiboire bagatara ime asomolero nabarabwo tibayeti ande nonyangake omuntu oli okana ni gakorrekana buno mwana bwe Nyasaye. Yeah. Praise God. Here now we see Shadrach, Meshach, and Abednego. They denied to worship the God of that land, the God of Nebuchadnezzar, as a punishment of their disobedience to the king. They were cast into fire. So through the night, usiku wote,
Mfalme na watu wake walifikiria ya kwamba this man will die. Omuruoti n'abantu baye bakakira ng'abantu abango Juu hata wewe unajua moto vile unachoma. naye noma yete muno muliro gusamba. So ghadhabu yao ilikuwa tu wakufe kwa moto. Bono egasusuro kyabo niko kyalenge bakwasa omuliro. And their offense was they denied to bow. Neli mocho lyabo igo bangite gotukama. And they worship the gods of the king. Basa sime kinyasaye ky'omuruoti. So here where we have read, Aiga situ asomire. we find the king Twanyora ng'omuruoti and his people n'abantu baye wanaongeleshana. niko bagukwanirana. He's asking them, Igako babuli. hatukutupa watu watatu ndani ya moto? Ngaiga ntwaruta abantu batatu asomuliro. And now how comes they are four? Ngakibona nande bakorokana bale bane. How comes these people are not harmed in any way? Ngakiye korokana abantu abamba kuniriando. They are just doing okay. Niko bale buyapi. And who is that fourth man? Ngomonto kyorio kane. Looks like a son of he looks like a son of God. Igakorokana mno mwana bw'Nyasaye. Hallelujah. That is how the king said. Inere nchero muruoti atebete. Well, I want to encourage you Bononta etenkuwa kosemelia. this morning Emambi yabo. that the same God Nyasaye olia. who was with Shadrach, Meshach, and Abednego, Oyo olenge na Shadrach, Meshach na the Abednego. fourth man Omusache okane. who appeared Oyo ororokanete. and they set this man free. Oyo basiboreta abasacha abayiga. Yes, the same God Nigare Nyasaye olia na ande bono. that we serve this morning. Oyo tokokorera emambi He yabo. has the same power Nigare ne chinguru chirichira. to deliver you. Ekiyakonyara gogotorera. What is required of you? Ekigaganirira yokore. Dare to trust in him. Tema kumwege no monene. Never be shaken. Tigakonyara konyegelibwa. Solomon says in the book of Proverbs, Suleimani yagotebase kitabu kya merenganyo. chapter number 3 verse 5, Isato isano. that trust in the Lord with all your heart, Nga mwege no monene nkoro yawe yonsi. and learn not on your own understanding. Talikolengana no kumanya kwawo. Praise God. Monene Let aba. everything that is within you, Tigakerege ntokere ime yawo. with all of your heart, Ne nkoro yawe yonsi. try to trust in the Lord. Oteme kumwege no monene. He is able to do what you cannot do. Nigare ne chinguru kyokonyara gokora bidio tanyara He gokora. has power to open doors which nobody can open for you. Na wate chinguru kyokoigore merango tanyara He kuigora. has powers to change your name. Nigabwate chinguru kyokonchoreri erietali yawo. He has powers to change your destiny. Ale ne chinguru kyokochenchi amambi yawo. In fact, the way people knew you before, Enchera mwanya bantu bakumanyita ali even magiga. the way people sees, even the way people looks at you today, Ekera abantu bakorigereria lituko lya lero. God can turn around your story. Nyasaye nigakonyara gwonchoreria Dare omugano. to trust in him. Tema kumugenere. To basagosemeria ebirengeri bya ebinyene. Usitumainie mafikiria yako peke Bwana yako. Yesu asifiwe. Monena abakwe. Never To tema. dare to wait on God, for he will set you free. Na anyara gukobeka obe busibule. Nikimalizia Psalms number 27 Ngokorera Saburi 27 and verse 1. emo. This is what the Bible says. Nikena kia Biblia goteba. That the Lord is my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? Biblia goteba nga omonene nere omubasone Yeah. na ogotoleka kwane. Ningo ndanyare koiroka. Yeah. Omonene nere buriane ekengerete obogima bwane. Amen. Monto ki ndanyare kuobwa. Praise God. Monena abakwe. Here we find David, Aigani ngotokumanyora Daudi. a servant of God, Musombo Nyasaye. man who was full of the Spirit of God. Omusombo ichire omoiko Nyasaye. He is writing unto us these words. Igako likamangana ago He chasto. wants also to encourage. Igata gete gotuoko He ogosemelia. wants to give us hope. Ate to gotuoko semelia. We who is almost giving up. Intu bali tuikire asoko tayanga bono tuwarosire.
Hallelujah. Hallelujah. Najua kuna mtu akukarifu kukufa moyo kabisa. Umuntu naro orange kegima gukwa moyo. Kwanza kama kesho shule zinafunguliwa. Mara mna mambichi skuru chiko igorwa. Mimi kuna mzazi pale nje akona watoto wawili wanaingia form 1. Moiboli nale iskali na abana babere bako so form 1. Mwingine akona watatu. Ayo ndabwate batatu. Mwingine walienda form 4 anaenda kuboard, wameambiwa atafute kila kitu cha kuenda boarding. Ayo ndo chire form 4 aga ile ko so boarding. Na ni January. Na ndabona January. Kwa macho yako ukitazama asama isawe kero kuligireria inaonekana there is no way. Kwaranga nchira teyo. Unapotazama tu kwa kuchiweza kwako vile ambavyo uko. Okero kuligireri korengana no kunyara kuwao enchereriyo. You see that there is no hope. Kwaranga gosemeli nande nkoyo. But here David, lakini iga Daudi, he wants to encourage us. Igate to tuwa moyo. He says, agoteba, the Lord is our light and our salvation. Nyasaye ne romo basoito no kutoleka gweito. Hallelujah. Hallelujah. Just make him your salvation. Ayamokore abo kutoleka kuwao. As much as our right. As nande abe omobaso. Make him shine. Let him shine over you. Tiganya ariko bara asore. Yes, he says that he is our stronghold. Igagoteba nganere nero tenine bakongu. Yeah, nere gitare gitu. Nere gitare gitu. So mwanchere abe gitare. Mkubalia akuwe mwamba wako. And they will deliver you. Ande nanya ale gotolia. Let his salvation be upon you. Tigo toleka kobe igoro yao. Allow his light to shine upon you. Mwanchere omobasoyo nyare ko baraso. And you will see the greatness of God. Ande no nyare ko robo nene mwanya. So as I finish, nangukora. Kuna mtu ametutazama. Onde naro toligereretie. Kuna mtu anatusikiza. Naro toiguete. Hata sisi ambao tuko hapa ndani. Nonyeni ntu abatorema. Ningependa kukutia moyo. Igonte etenkuo gosemelia. Asubuhi ya leo. Emambi yabono. Ya kwamba our God is not done with you. Hallelujah. Hallelujah. He's not done with you. He is still fighting your battles. He will set you free. He will give you victory. Never lose hope. Just dare to trust in him. Wait on him. He says in Isaiah 40, verse number 31 down there, they that trust in the Lord, they that wait upon the Lord, oh, they shall renew their strength. Just wait on him. Hauchachelewa. Pia yeye atachelewa. Wakati wake ni sahihi. Atatimiza yote yale ambayo amesema. Kwa hivyo Mungu awabariki sana. Ningependa muwe na moyo, muwe na amani ya kwamba vile Yesu alishinda. In the book of John 16:33, that you overcame the world. Tukue na imani ya kwamba pia sisi tutashinda katika jina la Yesu. Kwa hivyo ningependa niwaulize wote tusimame juu as we sing one worship. Alafu Bishop atatuombea. So dare to trust in the Lord, and it shall be well with you. You shall stand and testify that God has done for me surely. In Jesus' name. Najua Bwana unaweza, najua Bwana unaweza. Hata kama itachukua muda, najua Bwana unaweza. Najua Bwana unaweza. Najua Bwana unaweza. Hata kama itachukua muda, najua Bwana unaweza. Najua Bwana unaweza. Najua Bwana unaweza. Hata kama itachukua muda,
najua Bwana unaweza, najua Bwana unaweza, najua Bwana unaweza, hata kama itachukua muda, najua Bwana unaweza, unaweza, najua Bwana unaweza, hata kama itachukua muda, najua Bwana unaweza, najua Bwana unaweza, najua Bwana unaweza, hata kama itachukua muda, najua Bwana unaweza, 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 hata kama itachukua muda, najua Bwana unaweza, 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 hata kama itachukua muda, najua Bwana unaweza, 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 hata kama itachukua muda, najua Bwana unaweza. Amen. Tukiwa katika hiyo hali, nataka kusema kwamba ni vizuri kumtumainia Mungu. Tunapitia mambo mazito ya kutufunja moyo, lakini vizuri tujifunze kumtegemea Bwana. Hata kama itachukua muda, tujifunze kumtumainia Mwenyezi Mungu. Watu wengi ndani ya Biblia waliomtumainia Bwana, hata kama waliweza kufinywa sana, lakini mwisho wa mambo yote waliweza kupata ushindi. Inawezekana kuna hali unapitia ngumu sana, hata umesikia kuajilia iende, yani unasema kwamba kama ni hivi hata waja nikaweze kujiondoa uhai. Ni vizuri kumtumainia Mwenyezi Mungu. Ni vizuri kumtumainia Mwenyezi Mungu katika hiyo hali, na Bwana ataenda kukupigania katika jina la Yesu. Popote pale ulipo, na wale ambao mko hapa ndani, nataka niombe na mtu katika asubuhi ya leo. Anasema mtumishi wa Mungu, naomba Mungu anisaidie nijifunze kumtumainia. Inua mkono wako juu, ni ukabidhi mikononi mwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa wale ambao wameinua mikono yenu juu. Bwana awabariki. Ni vizuri kutumainia Mungu kuliko kumtumainia mwanadamu. Ni vizuri kumtumainia Mungu kuliko kutumainia pesa zako. Ni vizuri kumtumainia Mwenyezi Mungu kuliko kutumainia pasta wako. Ni vizuri kumtumainia Mungu kwa jina la Yesu. Baba Mungu ishie milele katika jina lishindayo majina yote. Na kushukuru kwa sababu ya asubuhi ya leo. Asante kwa sababu ya neno tumelipokea kutoka kwa mtumishi wako Baba. Naomba neno hili lipate nafasi katika maisha yetu, likatutie nguvu mpya, tujifunze kukutumainia hata kama mambo yatakuwa namna gani. Tujifunze kukutegemea wewe, tuweke maisha yetu kwako, tuseme kwamba bila wewe
hakuna msaada tutapata kutoka popote pale. Hivyo naomba kwamba walioinua mikono yao juu, sijui hali wanapitia, lakini Bwana wewe unawajua. Sijui mapito wanaoyapitia, lakini wewe Bwana unayaelewa. Naomba kwa jina la Yesu wa Nazareti, Bwana ukawasaidie ili wakaendelee kukutumainia wewe, wapiganie kwa kuwa wewe ni Mungu. Asante kwa sababu wewe ni mfalme wa wafalme, na kando yako hakuna Mungu mwingine. Natangaza baraka, natangaza neema ya Bwana asubuhi ya leo, natangaza uponyaji kwa mtu ambaye ametusikiza, natangaza neema na kibali cha Bwana katika jina la Yesu Kristo, kwamba Bwana utende mema na sifa na utukufu zikurudie. Ponya utakaye mponya, okoa utakaye muokoa, inua utakaye muinua Baba. Asante kwa sababu kuna mtu unavuta majosi katika asubuhi ya leo, amekutegemea siku nyingi na bado anaendelea kukutegemea. Bwana ukamsaidie, Bwana ukamponye, Bwana ukamuinue tena, Bwana ukamsamehe kwa jina la Yesu, ili jina lako lipewe sifa na liabudiwe milele yote. Na kushukuru kwa sababu ya yote na vyote ambaye Bwana umetutendea katika asubuhi ya leo. Bariki mtumishi wako ambaye ametuzungumzia, mpe mengi kwa ajili ya kazi yako iko mbeleni. Asante kwa kuwa wewe ni Mungu mkuu. Bariki wote ambao wanaenda kushiriki katika utoaji sadaka, na Bwana ukawatende mema, maana ni Mungu. Ibada zetu za siku ya leo tunazikabidhi mikononi mwako. Sunday school, kuna ubatizo, kuna meza ya Bwana, kuna kusawadi watoto wetu wa Sunday school pamoja na walimu, kuna neno lako katika siku ya leo. Tunaomba kwamba utuonekanie, uweze kutumia watumishi wako katika madhabahu haya katika viwango vikubwa kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Uinuliwe na utukuzwe milele, maana ni mema. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu naomba na kuamini, na mtu wa Mungu asema amen. Amen. Bwana akubariki mtu wa Mungu. Ni vizuri kujifundisha kumtumainia Mwenyezi Mungu. Amen. Tunaweza kutoa sadaka zetu tunapoenda katika madarasa yetu ya Sunday school. Wale wa upatiso tutaingia katika ofisi ya Bishop ili tuweze kujifunza kidogo tunapoenda katika upatiso moja kwa moja. So Bwana wabariki sana na watendee mema hadi wiki ijayo. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Amen. Amen. Unaweza mambo magumu, unaweza Bwana, unaweza Bwana, unaweza Yesu.